hali ya juu. Maana jana nilielezea kwamba makambi ni mkutano ambao mbingu inakuja kukutana na kanisa lake, na mbingu ikiona ya kwamba wale wanaoita kwa jina la Yesu Kristo si watiifu kwa sheria za kwao zinazohusiana na utaratibu, ni vigumu sana waweze kufanya ushirika pamoja nasi, na ni vigumu pia waweze kubariki na Roho Mtakatifu. Najua hata kama by nature leo unakuanga mtu wa kufuata sheria, jaribu sana kwenye makambi mbalimbali fuate sheria for the sake of the camp meeting, for the sake of having the presence of the Lord with us. Najua kwa makambi yote huwa kumekuanga na issues kwa upande wa wanawake. I expect hii makambi to be better. Sijui chochote. Na sijui mbona. Ninatumai ya kwamba this time hatutakuwa na issues kutoka kwa upande wa mama. Because unajua mimi huwa najiuliza maswali mengi. Because unajua wengi wetu wametravel masafa marefu sana. So sisi masafa marefu umeacha biashara yako, umeacha kazi yako, umesacrifice only to reveal an Christ-like character in the company. Sijui kama hapo unanielewa. Please tuonyesha kwamba tuko serious na mjukumu, ya kwamba tunapambana tuingie wapi. Sasa tuone sana kwa wema na kwa fadhili zako. Tunaomba uweze kutusamehe kwa yote tuliyonena kinyume na mapenzi yako. Tunaomba uwepo wako uwe pamoja nasi. Tunaomba watume malaika wako waweze kutulinda, waweze kutuongoza, na pia waweze kutupa usaidizi wote ambao tutahitaji kama kanisa lako. Ninaomba uzungumze pamoja nasi kwa njia spesheli, kwa maana kupitia jina la Yesu Kristo tunaomba. Jana nilijifunza kuhusu Mungu wa Yesu. Funga kabisa hapo. Kabla sijaendelea, ningependa nitambulishe kwa wageni ambao waliingia jana na hawajui. Kwa majina, naitwa mtumishi Nixon Kiprop. Mimi nitakuwa nikichukua kipindi cha Bible study kwenye makambi hii. Na jana tulijifundisha kuhusu Mungu ama divinity of Christ. Tukajifunza mambo mengi ndani ya divinity ya Yesu. Tukajifunza Yesu ako na Mungu kwa njia gani. Tukajifunza pia kuhusu jinsi ambavyo Kristo alikuwa akiwa mdogo wake. Tulijifunza kuhusu history na tulijifunza mambo mengi pia kuhusiana na personality ya Yesu na jinsi ambavyo yeye ni equal, yeye ako na glory na omniscience na attributes nyingi ambazo zinahusiana na Mungu. So leo tunaenda kujifunza kuhusu somo linalofuatana na hiyo, a related topic
ambayo inaitwa humanity of Christ, binadamu wa nani? Yesu. Jana tulijifunza kuhusu Mungu wa Yesu, leo tunajifunza kuhusu binadamu wa nani? Yesu. Kumbuka theme ya hii nyimbo ilikuwa gani? Nataka nijue nani? Yesu. So, unajua huwezi kumwabudu mtu ambaye haumjui. So, tunataka kujifunza kuhusu Yesu kikamilifu. Na najua hii study itakuwa complete wakati mwalimu wetu Ben atatufunza kuhusu somo la personality ya Yesu. Huwa anafunza kuhusu somo la utatu na nadhani atagusia pia kuhusu personality ya Yesu kwa undani zaidi. When that is done, hii topic itakuwa complete. So kwenye humanity of Christ, kwenye somo la humanity of Christ, tutakuwa na several subjects ambazo tutajifunza ndani ya hiyo topic, yaani kama subtopic. Subtopic ya kwanza tutajifunza kuhusu definition of sin, dhambi ni nini. Maana hatuwezi kuelewa the humanity of Christ, binadamu wa Yesu, tusipojua kuhusu definition ya dhambi. Na unajua mtu pia ataulizia kwamba what is the relevance of this study, yaani mbona tujifunze kuhusu hili somo. Wale ambao wamesoma kuhusu historia ya kanisa la Kiadventista watapata kwamba baada ya fundisho potofu ya J.H. Kellogg kuhusu pantheism, hiyo ndio ilikuwa the worst crisis ambayo Adventist Church ilipitia. The goodness was that a living prophet was around to save the church. The second largest crisis ambayo ilikuja was in the year of 1955 hadi 61. Wakati fundisho ambayo inahusiana na humanity of Christ ilipokuja na ikaleta crisis kubwa sana. And during the 1980s ilileta mpasuko sana ndani ya kanisa la Kiadventista. So we are dealing with a subject ambayo imekuwa the most controversial subject in the history of Adventism. Imekuwa more controversial than the doctrine of the Trinity. Imesumbua watu sana hata kuliko utatu. Hadi saa hizi ninapozungumza, ndani ya kanisa la SDA kuna makundi matatu kwenye topic hii. Ilikuwa makundi mawili, lakini shetani ameleta makundi matatu. And it is very interesting, hata katika kwenye wana matengenezo, mizimu ya hiyo controversy bado inafuata. The ghosts of that particular doctrine bado inafuata. Na jambo ambalo ninajua ni ya kwamba this controversy will not end hadi Yesu arudi. Yaani controversy linalohusiana na fundisho hili halitaisha hadi Yesu atakaporudi. Ni kama tu controversy na utatu. Maana this is a subject ambayo ukielewa otherwise inakuondoa kwenye platform ya Waadventista wa kweli. So tutaanzia subtopic ya kwanza, je, dhambi ni nini? Na tutaenda kwenye kitabu cha 1 John 3:4. Yohana wa kwanza 3:4. Yohana wa kwanza 3:4. Yes. Inasema hivi: kila atendaye dhambi afanye uasi, kwa
basi. Sawa sawa. Kwa Kiingereza inasema whosoever committed sin transgressed also the law. For sin is the transgression of the law. Kwa maana dhambi ni wasi ama uvunjaji wa sheria ya Mwenyezi Mungu. For sin is the transgression of the law. So, kitabu cha 1 John 3 verse 4 inatupa definition kamili ya dhambi. Hiyo inamaanisha kwamba mtu anakuwa mdhambi wakati upi? Wakati anapovunja sheria. Una answer nilikuwa nataka. One becomes a sinner, ama for one to become a sinner, he must first of all awe na akili timamu. Sijui kama mnanipata. Lazima anaweza kuwa mdhambi. Mtoto mdogo anaweza kuwa mdhambi. Innocent. So, ili mtu aweze kufanya dhambi, first of all, he must be in the right state of mind. Hiyo inamaanisha kwamba kuna miaka ambayo mtu hawezi kuhesabika kwamba yeye ni dhambi. Na pia inaonyesha kwamba watu ambao wako na shida ya kiakili hawawezi kuhesabika kuwa na shosh. Mama yako alikuwa na miaka gani? Unajua mimi at least nilimuona. Ilifika wakati kichwa ikahamu, akili ikahamu. Sasa kutoka ile siku akili ilihamu, angefanya hata makosa ingehesabiwa kwake kama dhambi. Hawezi. So that is my faith, ya kwamba kwanza kabisa lazima mtu awe in the right state of mind. Ya pili, huyo mtu lazima ajue ukweli ni nini. Unajua hili isemekana ya kwamba kuna dhambi, lazima kuna sheria ambayo inavunjwa ili dhambi iwepo. So lazima huyo mtu ambaye ako na akili timamu ajue sheria za Mwenyezi Mungu. He must be familiar with the truth. He must be familiar with the law of God. Sijui kama tuko pamoja. Tuko pamoja hapa. Hauwezi hukumiwa kwa jambo ambalo hujui. Ndio maana roho ya unabii inasema kwamba kuna Wakatoliki waaminifu sana ambao wataona ufalme wa Mungu, ambao hawajawahi sikia kuhusu ujio wa Sabato, hawajakataa na hawajafunga macho yao kimakusudi. Unajua saa nyingine binadamu anaweza kufanya ndani aseme mimi sitaki kuhukumiwa juu ya Sabato, so nita make sure nisisikie ujumbe wa Sabato, nisisikie nitendea kiburi kuhusu Sabato, ama sitaki kabisa nikutane na huyo. Amejaribu kuwa mjanja, lakini atakuwa mjanja, atahukumiwa kwa sababu alikataa kujua ukweli kimakusudi. Naomba wazazi waweze kuhakikisha kwamba wako na watoto wao
So ili mtu aweze kuhukumiwa lazima aweze kuwa anajua sheria za Mungu. Ndio maana Paulo anasema kwamba bila sheria yeye hangekuwa hivi, angehesabiwa kuwa mdhambi. Because the knowledge of sin inafanya kwamba wakati unafanya kinyume na hiyo knowledge unahesabiwa kuwa mdhambi. Kuna kitabu kinaitwa James chapter 4 verse 17. Yakobo ile mstari wa 17 anasemaje? Inasema, basi yeye ajuaye kutenda mema wala hayatendi, kwake huyo ni dhambi. Ajuaye kutenda mema wala hayatendi, kwake imehesabiwa kuwa ni nini? Yes. As long as unajua ukweli kile ambacho unapaswa kufanya na ukose kukifanya, unahesabiwa kuwa ni that is how simple it is. Wakatoliki wako na definitions mbili ya dhambi. Ya kwanza ni hii ya uvunjaji wa sheria. Ya pili ni asili ya mtu, ya kwamba sin is a state of being, ni hali ya mtu. Hiyo inamaanisha nini? Ya kwamba binadamu wote wanazaliwa wakiwa wadhambi. Ndio maana watoto wadogo wanabatizwa. Sababu ya watoto wadogo wanabatizwa kwenye dhehebu la Kikatoliki ni kuondoa dhambi ambayo inaitwa original sin, dhambi ya asili ambayo anasema kwamba inatoka all the way from Adam. So wanabatizwa ili waondoe hiyo original sin. Later sasa when they are of age wanakuwa na kitu inaitwa confirmation. Kwa pamoja sawa sawa. Kwenye vitabu vya roho ya unabii inazungumzia pia kuhusu definition of sin. Kwenye kitabu ambacho kinaitwa Selected, inaitwa Spirit of Prophecy Volume 4, 4SP 316 paragraph 2. 4SP 316 paragraph 2. Inasema our only definition of sin is that given in the word of God. It is the transgression of the law of God. So inasema kwamba our only definition of sin is the transgression of the law of God. Yaani Biblia iko na only one explanation, inaelezea tu mara moja ya kwamba dhambi ni uvunjaji wa sheria ya Mungu. Kwenye kitabu ambacho kinaitwa Our High Calling page 141 paragraph 3 inasema what is to bring the sinner to the knowledge of his sin unless he knows what sin is. The only definition of sin in the word of God given us in 1 John is given us in 1 John 3 verse 4. Sin is the transgression of the law. OHC 1 paragraph 3. Yes. Na kuna explanations nyingi ndani ya roho ya unabii, lakini inasema tu the same thing, ya kwamba the only definition of sin is the transgression of the law. So na tunafunga hiyo subtopic. The moment unakosea kwa definition of sin, uelewa wako wote
kwenye doctrine ya humanity of Christ unaenda nje. Maana ukiamini ya kwamba sin is also a state of being, utaenda nje pia inapokuja tu asili ya binadamu wa Yesu because of haya. Hili jambo la humanity of Christ, what is it to us? Kwa kitabu cha Selected Messages Volume 1 page 2.4 paragraph 1 inasema, the humanity of the Son of God is everything to us. It is the golden chain that binds our souls to Christ, and through Christ to God. This is to be our study. Christ was a real man. He gave proof of his divinity in becoming a man. Ya kwamba humanity of Christ is everything to us. Ubinadamu wa Yesu ni kila kitu kwetu. Hata sababu tuko hapa siku hii, kwa sababu ya ubinadamu wa Yesu. Kama hangekuja avae mwili wa binadamu afe msalabani kwa ajili ya kuokoa kutoka kwenye dhambi zetu, hatungekuwa hapa. Sawa sawa. Sasa 1 Sam 2:44 paragraph 1. Alafu is this doctrine salvation? Kwenye kitabu cha Yohana wa kwanza, mama tusomee 1 John 4 verse 1 to 3. Yohana wa kwanza 4 mstari wa kwanza hadi 3. 1 John 3 verse 1 John chapter 4 verse 1 to 3. Inasema, wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho, kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Katika hili mwajua roho wa Mungu. Kila roho ikiriyo kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu. 3. Na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu. Na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo, ambaye imesikia kwamba yaja na sasa imekwisha kuwako duniani. Sawa sawa. Biblia inataja neno mpinga Kristo mara mbili kwenye Biblia. Na moja iko kwenye kitabu hiki cha 1 John 4 verse 3. Na tunaambiwa kwamba yule ambaye anakana ya kwamba Kristo alikuja katika mwili yuko na roho gani? Roho ya mpinga Kristo. Swali tunayouliza ni Kristo alikuja katika mwili gani? He came in what flesh? Maana nyakati za Yohana bado kulikuwa na shida on this particular doctrine pia. Na Yohana akasema kwamba wote ambao wanapinga ya kwamba Kristo alikuja kwenye huu mwili wetu wako na roho ya mpinga Kristo. Maana watu walikuwa wamesema kwamba Yesu ama Mesia angezaliwa na Maria, baba yake alikuwa Yusufu. So haiwezekani kushikilia fundisho la mpinga Kristo na uwe na roho wa Yesu mwilini mwako. Haiwezekani. Sasa ningependa tujue Biblia inasemaje kuhusu mwili ambao Kristo alichukua. Hiyo imeelezewa sana kwenye lesoni ambayo tumekuwa tukisoma kuota hii.
mstari wa 14. 2 mstari wa 14 Waebrania. Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani Ibilisi. Haya, tusomee pia 16 na 17. Maana ni hakika hatwai asili ya malaika, ila atoa asili ya mzao wa Ibrahimu. Vivyo hivyo ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote, apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema, mwaminifu katika mambo ya Mungu, ili afanye suluhu kwa dhambi za watu wake. Sawa. So Waebrania 2 mstari wa 14. Kwanza kabisa Biblia inatukonfirmia, inatuhakikishia kwamba jinsi watoto wa binadamu wanashiriki damu na nyama, they are partakers of flesh and blood. Hivyo Kristo alishiriki katika hiyo flesh and blood. He took part of the same. So Kristo alishiriki kila ambacho sisi binadamu tunashirikishwa, ili that through death we might destroy him that had the power of death. Katika sababu zake za kuvaa binadamu ni ili aweze kupitia nini? Kifo. Verse 16 inasema kwamba hakuchukua asili ya malaika, lakini alichukua asili ya uzao wa nani? So unajua malaika wako na nature yao, na binadamu tuko na nature yetu. So hivyo tunapaswa kujua kwamba asili ya Ibrahimu ni asili gani. Verse 17 inasema kwamba wherefore in all things it behooved him to be made like unto his brethren. Tunaambiwa kwamba ilimlazimu yeye kufanyika kama ndugu zake katika mambo yote. In all things, unafaa kuangalia in all things it behooved. Katika mambo yote ilimlazimu, it behooved. Neno behooved, it is compulsory, it is a must. Ilimlazimu Yesu kufanyika kama mandugu zake. So tunapaswa kujiuliza, sisi ni mandugu wa Yesu. Are we the brethren of Christ? Tuko na asili gani? Ubinadamu unaweza kuexist in how many natures? It's only one. It is not only one. Yes, humanity can only exist in two forms. Kila ambacho ile asili ya Adam kabla hajaanguka kwenye dhambi na ya Adam baada ya kuanguka kwenye nini? Dhambi. Tulio nayo ni gani? Ibrahimu alikuwa na asili gani? Hii asili ya Adamu baada ya kuanguka inaitwaje? Fallen nature. Asili ambayo imeanguka katika nini? Dhambi. Hiyo ndio asili tuliyo nayo sasa hivi. Sisi wote, unajua sisi wote hapa tuko na, sisi tunaitwa uzao wa Adamu. Nile hatuwezi qualify kuitwa uzao wa Ibrahimu. Maana
lakini sisi baba yetu walikuwa wanaitwa Hana. Baba yetu ni Noa bado, lakini si Noa alikuwa na vijana watatu. Sasa tumeanza laini ya Abraham ambapo baba yetu kama Waafrika. Though we share the same nature. Sije tulilani. Wale walilaaniwa kwa sisi. Lakini tunamshukuru Mungu alitusahau kwa wokovu. That's why unaona Europeans are still superior today. Maana baba yetu alilaaniwa na ikafikia kabisa. Laana ya Mungu si rahisi. Hatukai kuwa na hiyo superiority ambayo wazungu wako nayo. Unajua ukiongelea kuhusu superiority ina apply in many ways. Ina apply kwanza kwa swala la uongozi. Ukiangalia dunia saa hizi ni nani wanaongoza wengine? Ukiangalia UN Security Council ama UN ni nani viongozi hao? Superpower ni akina nani? Tunaombaga loan nani? Simu inatoka wapi? Kuna simu ishaitengenezwa Kenya. Laptop inatoka wapi? Magari inatoka wapi? And if it is ever to be created, ikiwa itamanufacturiwa hapa, tutaimport parts kutoka Japan ama China ama Taiwan ama US ama Germany, alafu tukuje tufanye final assembly. Mbona Mwafrika hajawahi create chip na kutengeneza hii simu ama atengeneza kompyuta ya ndani? Ushajiuliza? Ama bomu, kuna kitu inaitwa nuclear bomb. Nani alifanya hizo nuclear na maatomu? At least Mwafrika ambaye alijaribu sana alikuwa US, huyo mwenye alifungua alitenganisha watoto Ben Carson. Huyo ndiye alijaribu sana. Though we have Africans ambao Mungu amewasaidia kiakili, but still hatujafikia nani. Ile laana ya Mungu bado iko tu. Lakini when it comes to salvation, inapokuja kwa mambo na injili, we are equal. Mungu apendelee wazungu kuliko Afrika. As a matter of fact, penye injili saa hizi inasonga ni wapi? In fact, wazungu sana wanashangaa kuona ati watu zaidi ya 10 wanaketi chini wakisikiza neno la Mungu. Wanashangaa. Mimi niko na marafiki wako kule Germany, UK na wapi. Kanisa ni ya wazee. Maana Catholic Church hiyo kanisa kubwa, ikiwa na watu wengi ni watu 10. Wanakaa tu kwa desk la mbele. Yaani Yesu amefukuzwa wapi? Europe. Hawataki Yesu. Hata wanauliza Yesu anasaidia nini? So penye Yesu sasa amepata makao sana ni wapi? Sawa, tuendelee. Hiyo haiko kwenye, lakini tumshukuru Mungu ametusahau kwa wokovu. So tunaambiwa kwamba katika mambo yote ilimbidi Kristo afanyike kama mzao. Kwa sababu gani? That he might be a merciful and a faithful high priest in things pertaining to God. There is a reason why ilimpasa Kristo kufanyika kama sisi. Kwanza kabisa, ili awe kuhani mkuu mwaminifu na mwenye huruma.
mwenye huruma kwa njia gani? Alipitia shida zote connected na hii asili yetu, ndio maana anaweza. Ni kama tu binadamu wa kawaida. Ona mtoto ambaye amelelewa kwenye familia ya maskini, alafu Mungu ambariki amtoe kwenye maskini, alafu asikie ama akutane na mtoto wa mtu ambaye anapitia hali hii, atakuwa na roho zaidi ya kufanya kumsaidia. Lakini mtu ambaye hajui maskini, hajui kulala njaa, hajui nini, haelewi hiyo concept, haelewi how unaweza lalaje njaa, haelewi. It is the same na Yesu. Amepitia yote ili aweze kuwa mwenye huruma na mwaminifu kwetu. Haya, tusome pia kitabu cha Waebrania 8 mstari wa 3. Yaani Warumi 8 mstari wa 3. Inasema, maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili. Sawa sawa. Tunaambiwa kwamba Mungu alimtuma mwanawe kwa mfano wa mwili wa nini? Dhambi. In the likeness of sinful flesh. Ambaye sisi mwili ambao tuko nayo inaitwa sinful flesh. Swali ni hii asili hii yetu ya mwili wa dhambi, je, ni dhambi? Kuwa na hii asili, je, ni dhambi? Maana tulikuwa tunasema kwamba dhambi ni uvunjaji wa nini? Sheria. It is an act of transgression of the law. Lakini kukuwa na asili ya mwili wa dhambi si nini? Ndio maana watoto wote ambao wamezaliwa wakiwa na asili hawakufanya dhambi kwa kupata hiyo asili, hapana. Haya, swali ambalo nitauliza pia, Yesu alizaliwa na asili gani? Kama alizaliwa hapa, alizaliwa kwa asili ya dhambi. Bora. Si alizaliwa kwa mwanadamu. Alizaliwa na Maria, si ndio? Maria alikuwa na asili gani? Ya dhambi. So yeye alichukua asili ya nani? Ya mama yake, asili ya dhambi. Je, Yesu alikuwa mdhambi alipochukua hiyo asili? Hapana. Hii asili ya dhambi iko na nini? Ndio maana inaitwa asili ya mwili wa dhambi. Iko na nini? Iko na hukumu ya dhambi ya kwanza. Inakutia kufanya dhambi, propensity to sin. Has the tendency or propensity towards what? Sin. Yaani binadamu akisimama hivi, he has a bent towards what? Sin. Adam alikuwaje? Mwili wa Adam ilikuwa inaitwaje? Kabla hajaanguka kwa dhambi ilikuwa inaitwaje? Sinless flesh. Mwili usio na dhambi, takatifu. Adam alikuwa upright. Lakini baada ya Adam kuanguka, yeye na uzao wake walifanyaje? They had that tendency to what? And having that tendency to sin is not sin. Sin becomes sin when you
Yes. Ndio maana Biblia ilikuwa inataka ikuwe very clear kwetu ya kwamba Kristo alichukua huu mwili wetu na akafanyaje? Akapitia majaribu yote ambayo binadamu anaweza kupitia na akawa mshindi mwishoni. Na si ya kwamba Yesu alikuwa anafanya drama. It was real. Alipitia temptations practically na akafanya nini? Akashinda. Hata kuna nukuu moja tulisoma kwa Isaya jana ilikuwa inasema kwamba struggle ambayo Yesu alikuwa nayo hakuna binadamu amewahi pitia na hakuna binadamu atawahi pitia. Yaani mapambano ya Yesu kati yake na dhambi ilikuwa juu zaidi. Hata kuna statement nilieleza jana nikasema kwamba Shetani alipambana na Yesu kabisa kuanzia kuzaliwa kwake hadi kufa kwake msalabani. Niulize swali. Je, Yesu alikuwa na uwezo wa kuanguka kwenye dhambi? Ndio. Na kama angeanguka kwenye dhambi ungekuwaje? Yeye angepotea na sisi. Sawa. Haya. Acha nisome nukuu fulani. Inasema kwamba hii ni Review Herald 18 February 1890. Review Herald 18 February 1890. Inasema the Son of God was assaulted at every step by the powers of darkness. Ya kwamba mwana wa Mungu aliangaishwa katika kila hatua na nguvu za giza. After his baptism, he was driven of the Spirit into the wilderness and suffered temptation for 40 days. Letters have been coming in to me, affirming that Christ could not have had the same nature as man. For if he had, he would have fallen under similar temptations. Mmoja anasema kwamba baada ya ubatizo wa Yesu alipelekwa na Roho kule jangwani na akapambana na majaribu kwa siku 40. Na mama wake anasema kwamba barua zimekuja kwangu zinazosema kwamba Kristo hakuwa na asili wa dhambi kama yetu. Kwa maana kama angekuwa na hiyo asili angeanguka kwenye majaribu ambayo tunaangukia sisi. Alafu Ellen anasema if he did not have man's nature, he could not be our example. Huyo ni mama wake sasa anasema kama Yesu hangekuwa na asili yetu, hangekuwa mfano. If he was not a partaker of our nature, he could not have been tempted as man has been. Ikiwa hangeshiriki mwili huu wetu, hangeweza kujaribiwa kama tunavyojaribiwa sisi. Sema hiyo kitabu tena. Alafu inasema if it were possible for him to yield to temptation, if it were not possible for him to yield to temptation, he could not be our helper. Ikiwa hakungekuwa na uwezekano wa Yesu kuanguka kwenye dhambi, basi angeweza kuwa msaidizi. Yes. It was a solemn reality that Christ came to fight the battles as man in man's behalf. Ya kwamba it is a solemn reality, ni ukweli wa kipekee ya kwamba Kristo alikuja kupambana na vita kama anavyopambana nani? Binadamu. Na ni kweli kabisa. Unaona Yesu angepewa
asili nyingine tofauti na yetu, kama asili ya Adam kabla aanguke kwenye dhambi, hangekuwa mfano wetu. Maana ni kama mimi, mapambano yangu yako hapa chini, lakini ya Yesu yako wapi? That is unfair. Kama mnacheza mpira, ile timu nyingine ni watu 20 na nyinyi ni 11. Unapea ni hesabu? No. Kama Yesu angekuwa na uwezo wa kuingia ama kupitia majaribu na kuanguka kwenye majaribu, hangeweza kutusaidia, maana haelewi. Ndio maana ukimlilia Yesu akusaidie kwenye majaribu, anakimbia sana kukuokoa, kwa sababu anaelewa the strength of temptation upon human nature, anaelewa because he has been through it. Na kuna sehemu hiyo ilikuwa Review and Herald 18 February 1890. Review and Herald 18 February 1890. Kuna sehemu inasema those who claim that it was not possible for Christ to sin cannot believe that he took upon him human nature. Wale ambao wanasema kwamba hakukuwa na uwezekano wa Kristo kufanya dhambi, hawawezi amini ya kwamba alichukua mwili wa binadamu. And it is very true. Ndio maana Wakatoliki na Waprotestanti karibu 99% wanaamini ya kwamba Yesu angeanguka kwenye dhambi. Kabisa, ukienda kumwambia baadhi ya those of big pastors ya kwamba ungekuwa na uwezekano wa Kristo kuanguka kwenye dhambi, watakwambia hiyo ni heresi. Maana wao pia waamini ya kwamba Yesu alikuwa na mwili gani? Many claim that it was impossible for Christ to be overcome by temptation. Then he could not have been placed in Adam's position. He could not have gained the victory that Adam failed to gain. If we had in any sense a more trying conflict than had Christ, then he would not be able to succumb us. But our Savior took humanity with all its liabilities. He took the nature of man with the possibility of yielding to temptation. We have nothing to bear which he has not endured. Ya kwamba wengi wanasema kwamba Yesu hangeweza kushindwa na kuanguka kwenye dhambi. Na ikiwa hiyo ni ukweli, basi Kristo hakuchukua nafasi ya Adam. Si kuna sehemu ambapo Adam alianguka? Na Warumi nasema kwamba penye Adam alianguka, Kristo alikuja kufanya nini? Kuanzia hapo na akashinda. Na kuna sehemu nasema kwamba ikiwa tutakuwa na majaribu makali kushinda Yesu, basi hana uwezo wa kutuokoa. Hivyo inamaanisha kwamba Yesu alipitia majaribu makali zaidi kuliko ya binadamu yeyote wapi. Majaribu huwa yana exist kwa njia ngapi? Temptation yako ni how many forms? Okay. Tutanieleza. Kuna majaribu yanayotoka nje na kuna gani? Ya ndani. Majaribu ya nje na wapi? Kwa maana kuna sehemu ya unabii inasema hata kama shetani atatolewa duniani, bado tutapambana na majaribu. Na ndio maana tunaambiwa Yesu alipambana na majaribu yote na akashinda. Tofauti yetu na Yesu ni gani?
maamuzi ya kuchukia na kukataa dhambi katika hatua zote. Hakuruhusu akili yake iweze kutamani hivi. Hakuruhusu hata yani hiyo suggestion inamwambia fanya hivi. Kuna sehemu bidhaa nyingi zinasema his nature recoiled from sin. Jana tuliambiwa kwamba Yesu alikuwa anachokozwa akiwa mdogo, lakini tunaambiwa kwamba alikuwa mvumilivu to the very end. Kuna sehemu hata sikusoma jana na nilifaa kusoma, inasema kwamba Yesu angechokozwa akiwa mdogo, instead ya kukasirika alikuwa anaanza kuimba nyimbo za Kristo. Wangapi wamesoma hiyo kwa Isaiah? Yes. That was how Christ overcame. Nitasoma Isaiah 48 paragraph 6. 48 paragraph 6 inasema, it would have been an almost infinite humiliation for the Son of God to take man's nature, even when Adam stood in his innocence in heaven. But Jesus accepted humanity when the race had been weakened by 4,000 years of sin. Like every child of Adam, he accepted the results of the working of the great law of heredity. What these results were is shown in the history of his earthly ancestors. He came with such a heredity to share our sorrows and temptations and to give us the example of a sinless life. Inasema kwamba ingekuwa an infinite humiliation, unyenyekevu ama msahau kanai tunasema infinite humiliation. Unyenyekevu usio na mwisho milele. Yaani ikiwa Kristo angechukua asili ya Adam kabla ya kuanguka kwenye dhambi, hiyo ungekuwa unyenyekevu mwingine wa milele. Lakini sasa Yesu hakuchukua asili ya Adam kabla hajaanguka kwenye dhambi. Alichukua ya Adam baada ya kuanguka kwenye dhambi. Na si hiyo tu, alichukua hiyo asili ya ubinadamu baada ya miaka ngapi? 4,000 years of being weakened by sin. Unajua hata kuna utofauti mkubwa kati ya asili ya Adam baada ya kuanguka kwenye dhambi na ile ambayo Yesu alichukua na yenye sisi tuko nayo. The more human nature inakuwa weakened by sin, ndio inafika sisi. So Kristo alichukua asili hii ya binadamu kama imekuwa weekend, kudhoofishwa na dhambi kwa miaka 2000. Na tunaambiwa kwamba kama kila mtoto wa Adamu alikubali matokeo ya sheria ya urithi, the great law of heredity. The great law of heredity inasemaje? Mtoto anapozaliwa kuna mambo ambayo anarithi kutoka mzazi. Kuna kitu inaitwa inherited tendencies ambayo mtoto anarithi kutoka kwa mzazi. Na hata tunaambiwa ukitaka kuangalia matokeo haya, angalia wazazi ama historia ya wazazi wa Yesu. Unajua Maria ambaye alimzaa Yesu alikuwa the daughter of David, na anaenda all the way to Abraham hadi Adam. Kwenye hiyo history ya Yesu hapo kuna Rahab. Rahab alikuwa nani? Alikuwa Rahab. Kuna Solomon ambaye alikuwa na historia ya kuwa na mabibi
Juda alifanya nini? Juda alikuwa pia msherati. Nani alikuwa ancestor mwingine? David. Si mnajua historia ya David? Alikuwa mwali. Sijui kalipa Biblia wenyewe. Those are the earthly ancestors wa nani? So hiyo udhaifu wote ya ancestors wa Yesu. Yesu alipozaliwa alizaliwa na hiyo urithi. Lakini hakuwahi ruhusu those tendencies kuanzisha. Na tunaambiwa he came with such a heredity to share our sorrows and temptation, to give us the example of a sinless life. Alafu kuna sehemu katika Biblia 1:17 inasema, but when Adam was assailed by the tempter, none of the effects of sin were upon him. He stood in the strength of perfect manhood, possessing the full vigor of mind and body. He was surrounded with the glories of heaven and was in daily communion with the heavenly beings. It was not thus with Jesus when he entered the wilderness to cope with Satan. For 4,000 years, the race had been decreasing in physical strength, in mental power, and in moral worth. And Christ took upon him the infirmities of degenerate humanity. Only thus could he rescue man from the lowest depths of his depravity. Naambiwa kwamba wakati Shetani alipomjaribu Adamu pale Eden kabla hajaanguka kwenye dhambi, asili yake alikuwa na the effects. Asili yake alikuwa na athari ya nini? Dhambi. Na tunaambiwa he stood in perfect man. Perfect man, yani ubinadamu wa Adam ilikuwa binadamu kamilifu, it was perfect. Haikuwa na athari za dhambi. Lakini tunaambiwa najua leo nabii naanzia lakini Yesu alipokuja kwanza akakutana na mwili ambao ulikuwa umedhoofishwa na dhambi kwa miaka 4,000. Physical strength. Physical what? Strength. Kwa wale ambao wamesoma Patriarchs and Prophets, tunaambiwa kwamba Adam urefu wake is 18 feet. 18 feet, yani urefu wa Adam ilikuwa kama mita 6 kwa ili Adam afanye nini? Akikalia hii kiti atakuja kiti na chuma yote. Yani Adam alikuwa beast. Meno, yani macho yake si wewe unaangalia hadi something blue inatokea na clouds. Adam alikuwa anaangalia hadi macho. Yeye Adam hakuwa anatumia kitabu. Alikuwa na perfect memory ambaye hangesahau. Na unajua Adam alifundishwa na the great scientist ambaye ni Yesu mwenyewe. Unaona hivi tunajifunza sijui biochemistry, chemistry, moles na nini. Adam yeye alifunzwa na Yesu. Mkono ya Adam sisi wote kwa hii nyumba angeweza kutuinua hivi. Yaani afanyie jini na mkono yake tu moja. Meno, yaani kichwa Adam na meno
anasimamia imeporomoka. He was beast, he was a beast. That was how God created man. Unajua alitoka mikono ya Mungu naye akazaliwa. Basi hata hiyo matunda hiyo kwa ndio. Na alikuwa anatupa hiyo matunda ana crash naye. Mental power. Hii akili ya Adam ilikuwa zaidi ya 20 ama 100 yetu. Naona venye tuko slow sasa. Ukisoma Great Controversy inaelezea wakati ambapo baada ya Yesu kutupeleka mbinguni, wa kwanza Adam atakuwa representative wa the human family, atakuwa wa kwanza. Yesu atakuwa akisimama, na Yesu ni mrefu kwa nani? Adam. Sasa Adam anafuata Yesu na Hawa sasa ni mfupi kidogo kwa nani? Kwa Adam. Eve bado kama bwana yake ni 6 meters. Eve ni mdogo tu kidogo. Lakini alikuwa mkubwa. Yule ni mama yetu kubwa. Na hapo wanagonjeka. Hakuwa na ugonjwa. Before sin, kabla ya dhambi hakuwa na nini? Na ndio maana hata baada ya dhambi waliweza kuishi miaka 900. Adam aliona 9 generations. 9 generations. Nako anasahau jina. Kwa maana Ufunuo inasema tutakuwa introduced to the kwa sababu watu watauliza hawa ni wakina. Sisi tukifika mbinguni tutahudumiwa sana. Sisi ndio tutakuwa wadogo, the weakest. Yaani sisi ndio tuko na ajali ya dhambi ndio mbaya sana. Akili ni ndogo. Unajua saa hizi tunaona kana kwamba tuko na akili. Lakini reality ya akili yetu ndio mbaya kabisa hivi. Tukifika mbinguni hata matatuona na atalia kabisa. Aseme kwa sababu ya dhambi yangu tunazaa watu wafupi, yaani wadogo waonekane. Hata wanasema it's because of my sin. Kuna watu wa ajabu. Hawana watu weusi. Unajua hata by the way hakuwa mweusi na hakuwa mweupe kama ataangalia Amerika kama Europeans. Ni mweupe sana, white. Hata kanda ilikuwa sana upeka. Ilikuwa hapo katikati. He was not black na si white wa size, alikuwa hapo katikati. Na hiyo ndio ilikuwa the original skin ya binadamu. Ndio maana mbinguni tutakuwa na matawi ufuati. Matawi ya kuona. Ni sisi ndio tutakula hiyo. Tukule mpaka kule tutafikia lengo yao. Sasa. So that was the nature of our parent Adam. Lakini sasa dhambi ilipokuja tukakuwa degraded physically, tukakuwa degraded mentally, na tukakuwa degraded morally. Yes. Ndio maana sasa unapata mambo ya ushoga inaenea sana. Inaitwa moral degradation. Moral what? Degradation. Mambo ya usherati imeenea sana. Inaitwa moral degradation. Mambo ya kusema uongo. Mtu anapiga simu anasema mimi niko Kikunya na kumbe baada moral degradation. Dhambi imeenea sana. Unajua akina hata mdogo alikuwa ameanguka kwenye dhambi, hawakuwa wakora kama sisi. Na tunaambia only that will rescue man from the lowest depths of his degradation. Maana binadamu alikuwa amefika shimo ya mbali. Yesu alikuja na akaingia kwenye hiyo shimo ya mbali ili amuokoe yule kabisa ambaye alikuwa chini. That was how our Savior was.
Na ndio maana najua Wakatoliki na Waprotestanti na Waadventista wengine walidhani ya kwamba wakibadilisha nature ya Yesu wanamtetea zaidi, lakini hawajui ya kwamba ni wanaharibu zaidi. Fundisho la Kiadventista la sanctuary imejengwa juu ya hii foundation. Yule Yesu ambaye anafanya kazi kama kuhani mkuu, he is a merciful and a faithful high priest. Na kila ambacho kinamqualify Yesu kuwa merciful and a faithful high priest ni kwa sababu ya kupitia nini? Yesu alikuwa ordained kuwa high priest when? After his resurrection. Ukisoma Acts of the Apostles, siku ya Pentecost, ndio Yesu alikuwa anamwagiwa mafuta wake akiwa juu mbinguni ili aanze kazi in the Holy Place. Angepewa hiyo shughuli kabla hajakuwa qualified to be a merciful and a faithful high priest. Ukisoma fundamental principles, hii ni kanuni ya imani ya Waadventista wa zamani, inaitwa A Declaration of the Fundamental Principles Taught and Practiced by Seventh-day Adventists. Iliandikwa mwaka wa 1872 na Waadventista wa zamani. Inasema that there is only fundamental principle number 2. Inasema that there is only one Lord Jesus Christ, the Son of the Eternal Father, the one by whom God created all things and by whom they do consist. That he took on him the nature of the seed of Abraham for the redemption of our fallen race. Point ambayo ni relevant kwa hii subject ndiyo sehemu inayosema alichukua asili ya uzao wa nani? For the redemption of our fallen race, ili atuokoe. So Waadventista wa zamani waliamini ya kwamba Yesu alichukua asili gani? Asili ya Ibrahimu. Alafu hapa niko na Seventh-day Adventist belief ambaye SDA saizi inatumia. Wanaaminije? Napoenda page 56 kurasa 56 inaitwa subtopic ya namba 6, inasema the sinlessness of Jesus Christ's human nature, ya kwamba utakatifu wa binadamu ya nature na unajua kuna vitu vingi lazima tutofautishe kwa Yesu. Kuna karakta ya Yesu na nature ama asili ya nani? Asili na tabia. Tabia ya Yesu ilikuwa perfect, ilikuwa takatifu. What makes a character perfect? He never sinned. He was perfectly obedient to the law of his Father. So character-wise, he was sinless. When it comes to nature, he partook of our sinful nature. Inasema Jesus took upon himself our nature with all its liabilities. Hiyo ni ukweli ama uongo? Yesu inasema kwamba Yesu alichukua asili yetu pamoja na nini? Udhaifu wake wote. Alafu inaweka but he was free from hereditary corruption or depravity and actual sin. Lakini hakuwa na nini? Lakini hakurithi udhaifu wa kuzaliwa na actual sin, original sin. Maana pia saina nini original sin, na kwamba watoto wanazaliwa wakiwa madhambi. Ni ile tu
Mkatoliki angesema an original sin, lakini kwa sababu ya ujanja wakatumia the word actual sin, but it means the same thing. So hapa inasema kwamba kuna mambo ambayo Yesu aliepeshwa hakurithi, hereditary corruption and depravity. Je, binadamu wa kawaida anazaliwa na hereditary corruption and depravity? Yes. Lakini hapa inasema kwamba Yesu was free from it. So hapa tunaona kwamba kwa mujibu wa hii fundamental belief, Yesu alikuwa na asili tofauti na uzao wa Ibrahimu. Kweli ama urongo? Inamaanisha kwamba Yesu alikuwa na asili iliyo na advantages zaidi kuliko ya binadamu wa kawaida. So amempea advantages. Unajua ukimfanya Yesu akuwe free from hereditary corruption and depravity, unamtoa kwa hii level yetu, unampeleka kwa level ya Adamu kabla afanye nini? Hapo utakuwa umevunja sanctuary message kabisa. Iwe hata kuwa yule kuhani mkuu mwaminifu na mwenye huruma. Hawezi tena kuwa mfano wetu. Maana ili Yesu qualify kuwa mfano wetu, lazima awe alipitia kila ambacho sisi tunafanya nini? Tunapitia. Ili aelewe mchungu wa dhambi, ili aelewe the strength and the power of temptation, lazima pia yeye afanye nini? Mshajiuliza mbona Yesu alikuwa anaomba mlimani usiku mzima? Mbona? Ama ni drama alikuwa anafanya kwa alikuwa na feel the weakness of this fallen humanity. Yaani alikuwa anajua udhaifu wa huu mwili, na alijua the only way to overcome udhaifu wa huu mwili ni kupata nguvu za kutoka wapi? Mbinguni. Na alikuwa anaenda mlimani kuomba ili apewe nguvu kutoka wapi? Ili ya overcome au ushindi dhidi ya kwake na dhidi ya majaribu ambazo zitakuja njiani. That is how it was. Yesu alitaka kutufunza kwamba the only hope kwa sisi tulio na huu mwili ni tuombe nguvu kutoka wapi? Unajua unaweza kuwa uking'ang'ana against hasira mbaya sana. Na Yesu amekupa mfano mwema. Amekwambia nenda kwa nani? Nenda kwa Baba yako na uombe sana, na atakupa nguvu ya kushinda hiyo udhaifu. Ukiwa na shida ya kuongelea watu vibaya, kufikiria watu vibaya, kufikiria ama kuongea vibaya, ukiwa na udhaifu wote, usherati, ulevi, nini na nini, Yesu amesema tuende mlimani kwa nani? Na utapata ushindi. Mshajiuliza mtu anaachaje pombe na anakuwa mchungaji? Mtu anaachaje bangi? Si bangi iko na uraibu mbaya sana na sigara. Can science explain venye mtu anaacha uraibu wa pombe, sigara, bangi na anakuwa mwaminifu kwa Yesu? Science inaweza kuelezea? It is only by the power of the grace of God. Ni neema ya Mwenyezi Mungu peke yake ndio inatufanya tuwe wapenda Mungu. Na kuna sehemu inasema Christ did not make believe take human nature. He did verily take it. He did in reality possess human nature. Yesu yani kufanya drama ya kutufanya tuamini ya kwamba alichukua nature yetu, when in reality ya kufanya nini? Hakuchukua no. He did verily take our human nature. Sasa niulize, mbona shetani amekuwa interested sana na hili fundisho? Mimi napenda kusoma historia sana. Sababu ya mimi kuwa mwana matengenezo ni kwa sababu nilisoma historia ya kanisa la Kiadventista.
Kuna mwana matengenezo mmoja wa miaka nyingi anaitwa Pastor B. Hughes. Wangapi wanamjua? B. Hughes. Anatoka Marekani, ministry yake inaitwa Triumphant Ministry. Si wa ministry ya One True God. Lakini huyu ni mtu amekuwa akitetea sana historic doctrines za Kiadventista, yaani zile imani za kitambo. Na aliandika kitabu inaitwa Remember Your Name. Kumbuka nini? Na kwenye kitabu hiki anaelezea controversy ya kwanza iliyopelekea SDA saa hizi kubadilika. Na controversy number 1, chapter ya kwanza anaita evangelical earthquake iliyofanyika mwaka wa 1955 to 1957, ambayo ilifanya hivi fundisho ya Humanity of Christ ibadilishwe. Huyu nadhani ni mwana matengenezo ambaye alitoka SDA 1980s, ni mzee sasa hivi. Alafu kuna hii inaitwa Half a Century of Apostasy. Nusu karne ya uasi. Hii haikuandikwa na wana matengenezo, haikuandikwa na Auschwitz. Iliandikwa na wachungaji wawili wa kanisa la Kiadventista, tena maprofesa, Colin and Russell Standish from Australia. Hii kitabu ni kikubwa, lakini ndani hapa anaelezea kuhusu kila ambacho, yaani apostasy kwa mujibu wa huyu ilishika moto mwaka wa 1956 during evangelical earthquake. Na hii historia amemalizia 2006. Ni mzee alifariki. Iliandikwa na Russell Standish, Colin Standish. Na kwenye hiki kitabu wanaelezea what happened in the church that time. Walikuwepo ili fundisho likibadilishwa. Siku nyingine nikipata nafasi nitasoma, lakini acha nisome pia wastahili tueleze ni nini hasa ambacho kilileta maneno. Mwaka wa 1955 na 57 kuna kitabu ambacho kinaitwa Questions on Doctrine kiliandikwa, na iliandikwa na General Conference, na walisema kwamba although born in the flesh, he was nevertheless born and was exempt from the inherited passions and pollutions that corrupt the natural descendants of Adam. Ya kwamba ndiyo Yesu alizaliwa katika mwili, lakini hakuwa na inherited passions and pollutions that corrupt the natural descendants of Adam. In the Questions on Doctrines, page 383, ya kwamba Yesu hakuzaliwa na udhaifu wa kurithi ambayo binadamu wa kawaida wanafanya nini? Hiyo ndio maneno ilitendeka during the 1950s. Na hiyo wakati kulikuwa na Waadventista waaminifu ambao walikataa hayo mabadiliko, na walipokataa, kuna pastor mmoja alikuwa anaitwa M.L. Andreasen. M.L. Andreasen alikuwa amekuwa mchungaji kwenye kanisa la Kiadventista kwa miaka 60. Alikuwa hiyo wakati alikuwa 83 years old and he had been in the church for 60 years. Yeye ni mtu aliona Ellen White akiwa kijana mdogo, na alipoona misingi ya Kiadventista ikibadilishwa akalalamika sana. Alipolalamika alifutwa kazi, pension yake ikaenda, lakini akaendelea kupambana. Wachungaji wengi wakati huo walikuwa
alisema siwezi nyamaza nikiona msingi ya Yerusalemu ikivunjwa. Mwishowe alipata stomach leak, yaani tumbo yake, because of stress na trauma. Alipambana sana na alikuwa mzee. Hiyo trauma ikafanya internal organs yake ya tumbo ifanye nini. Lakini kuna wakati akili inasumbuka kiasi kwamba some of the organs of the body inapasuka, inatoka. And that was all elder na Eliasa na alikufa. Lakini kabla ya kufa kwake alimuita president wa kanisa, alikuwa anaitwa Ruben R. Fikri, na viongozi wengine, awaambia niwasamehe kwa kila ambacho nimefanyia kazi ya Mungu. After that, viongozi wa kanisa wakashtuka sana, na hiyo kitabu ya Questions on Doctrines ikakuwa, wakasimamisha printing yake during 1960s na 70s. Lakini mwaka wa 2003 ikachapishwa tena, yaani kanisa ilipata kusisitiza msimamo wake kwa hiyo imani. So masaa yangu yameisha, maswali yatakuwa kwenye kipindi kingine. So the history of Adventism is rich na kila ambacho kinafanyika kule. Na ndio maana tunapaswa tujue historia yetu ili tujue namna ya kutetea imani yetu. Maana unajua, the same way Trinity ililetwa ndani ya kanisa la Kiadventista is the same way Shetani alileta hili fundisho ya kusema kwamba Yesu kuzaliwa na mrefu, na anatumia Biblia na nukuu fulani za Roho ya Mungu kusimamisha fundisho lake. That is how he has been able to take advantage of this situation. So nitamalizia hapo. Baba, tunashukuru sana kwa wema na fadhili zako. Tunaomba uweze kutusamehe